Hii ni sehemu ya pili, part 2 ya watu watatu katika Biblia ambao hawakuwahi kufa. Kama haujasikiliza part 1 ama sehemu ya kwanza, unaweza kuitafuta kwenye chaneli hii. The last video utaipata. Asante. Na mimi ni Daniel Blessed. Tulikuwa sehemu ya Elia na Elisha, ambapo Elia anamgeukia rafiki yake Elisha na kumuuliza, nikufanyia nini kabla sijaenda, kabla Bwana hajaniondoa katika nchi hii? Tusome Wafalme wa Pili 2 mstari wa 11. Ikiwa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. That is fantastic. Walikuwa wakitembea pamoja huku wakizungumuza, wakipiga stori kama marafiki. Elia hakuwa akihubiri au kutoa unabii wakati huo. Elia na Elisha walikuwa ni marafiki wawili wa karibu. Wakitembea na kuzungumuza pamoja. Huo lazima ulikuwa wakati mzuri sana kwa hawa majamaa wawili. Ni kama hiyo wakati unakuwa ukitembea na best friend wako, rafiki yako bora, huku mkizungumuza mazungumuzo ya mwisho, huku best friend wako anajiandaa kwenda safari ya mbali ama nchi ya mbali. Sasa hapa Elia alikuwa anajiandaa kwenda kwa baba. Gari la moto na farasi wa moto walitokea, na Elia akaenda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Biblia inasema hapo Elia alikuwa ameenda mbinguni kwa baba yake kwa kimbunga mara moja. Wafalme wa Pili mstari wa 12 hadi 15. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwanguka. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitoa lile vazi la Elia lililomwanguka, akayapiga maji. Akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka, na hao wana wa manabii walikuwako Yeriko. Walimkabili, walipomuona wakasema, roho ya Elia ikae juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Mkataba wa Elia wa kutokufa ulianza ghafla. Hakuna kitu cha Mungu kinachokufa. Wakati mwanaume au mwanamke wa Mungu anakufa, huwa tunasahau hili. Maana yake, unapokufa ndani ya Mungu, hufi, ila umeenda kwa Baba. My sister, my brother, usisahau kumtumikia Mungu, huwa uko hai. Utakapokufa, unaenda paradiso. Elisha ni mfano mkuu, na Mungu daima ana mpango. Fikiria hili. Mungu amekuwa na mwanamume na wanawake wake katika kila zama ili kuendeleza kazi yake katika enzi zote. Yeye ni wa ajabu.
Mungu hajawahi kuchanganyikiwa. Watu wangu watafanya nini sasa ikiwa ameondoka? Mungu anajiuliza. Watu wangu watafanya nini kwamba Eliya ameondoka? Sasa kwa kuwa hayuko tena nao, Muumba wetu Mungu ana nguvu zote na hashindwi kamwe, ana vifaa vyote. Elisha alirudishwa nyuma na kushtuka kwa muda mfupi, lakini hii haikuchukua muda mrefu. Alishtuka kuona his best friend ameenda. Alishtuka kuona rafiki yake wa karibu ameondoka. Oh Elisha, my brother. Alinyoosha mkono na kulichukua vazi la nabii Eliya, akikumbuka maneno ya Eliya. Alivuka tena Yordani, akidai uwezo ambao sasa ulikuwa wake, na kuanza huduma yake ya kinabii. Kuanzia hatua hiyo kwenda mbele, mpango ya Mungu haukukosea kamwe. Alimuondoa Eliya akamuingiza Elisha. Wa pili ni Enoch. Enoch hakuwahi pia kufa. Tunaishia hapa leo. Unaweza kusubscribe kwa sehemu ya 3. Subscribe for part 3. Na mimi ni Daniel Blessed. Asante sana kwa kutazama na kusikiliza. Asante.